7 Jumapili tutakuwa na Google Meeting. Google Meeting kweli ni tukafanya Google Meeting na nusu. Tukamwambia mnahitajika wapi ilikuwa? St. Charles. Ilikuwa St. Charles. Tumefika pale tukakutana na watu ambao nilikuwa sijawahi kukutana nao kabisa. Nilikutana nao siku hiyo. Lakini sasa aisee wale vijana wanajua Kiingereza wa St. Charles. Aisee vijana wapo vizuri. Wanawapika kweli kweli. Tukatoa matangazo pale, yule coordinator kuna vitu alikuwa ametuelekeza tukifika pale tuwaelekeze. Wakina nani sana mnawaelekeza? Wale watoto. Kwa hiyo tukafika pale, lakini tulichokutana nacho cha kwanza kabisa aisee, kumbe bado unaweza kuwa ufika chuoni, kumbe Kiingereza kinakupiga chini. Ukagongana. Kwa sisi tukatumia zile doti, si unajua Kiingereza chetu cha kuunganisha doti kwa doti. Hatimaye vijana wakanielewa, tukaendelea na kazi, lakini imefika mle ndani. Mlichaguliwa wangapi kwenye hiyo kazi? Tulikuwa watu 12, lakini pale tukawa tumepita watu 2. Na wewe ukiwemo? Na mimi nikiwemo wa kwanza. Wale wafanyisha interview. Interview ya kuongea tu. Interview ya kuongea. Kicho kusaidia ukaweza kuongea vizuri na wakaweza kukuchagua ni nini? Nadhani ni ile yani kujiamini kwanza. Kujiamini. Ile hofu kabisa nilitoa kabisa. Ile hofu nilitoa. Kwa baada ya hapo tukafikishwa pale mle ndani. Lakini mimi nilipofika mle ndani. Wapi sasa? Mle St. Charles mle ndani madarasani sasa. Mle ndani wametengeneza mazingira kwamba mtoto akiwa mle ndani yani ajisikie vizuri kwa ajili ya kukaa attention kwa ajili ya kusoma yeye. Ndio. Nipe experience ya kule ndani ambako ulikuwa unaangalia juu. Ulikuwa unaangalia unatafuta nini wewe kama architect? Mimi nilichokuwa najua kwa sababu tumetembea sehemu nyingi na ukishaitoa kazi sehemu kunakuwa na mtego amekutega. Tena hizi kazi za muda mfupi kunakuwa na mtego amekutega. Kwa hiyo nilipofika pale nikaangaza mazingira yale, nikaona ni hapa huenda kutakuwa na kamera. Moyoni huenda kutakuwa na kamera. Baadaye nilivyo skani tu haraka nikasema kazi za muda mfupi ngoja niwe mpole, kwa sababu na headmistress alikuwa ameshatupa kodi za wifi. Baadaye nikazima simu nikaweka mezani. Niliweka mezani, shughuli zikaendelea ambazo za shughuli ambazo mko mmepewa tulizokuwa tumeenda kufanya. Mwishoni kabisa mwa zile shughuli yule kabla yule mwenzangu yana kama ameondolewa. Wakati unaendelea wakati mimi naendelea kwenye chumba chako. Kwenye chumba changu yule mwenzangu kaondolewa. Kwa nini aliondolewa? Sikutaka kujua kiundani zaidi kwa sababu ile shughuli tulikuwa bado haijaisha. Baadaye akaletwa mwingine akaendelea na kazi. Mwishoni kabisa shughuli zimeisha. Headmistress akatuita ofisini kwake. Tumefika pale tumekaa akatukaribisha. Nikageuka upande mwingine kuangalia ukutani. kuna screen hivi. Yaani yote tulivyokuwa tunafanya kule vinaonekana. Kwa akawa anatupa ile feedback sasa. Ule mkanda mzima wakati tunaingia pale getini, tunafanya presentation pale na vijana. Mwisho wase wasema unaona huyu kijana alitumia muda mwingi sana kutumia simu yake. Kwa mimi nikaonekana kwamba mimi ni mwema. Mungu alikuwa anasema na mimi. Kwa Mungu kasema na wewe. Mungu alisema na mimi kwa njia hiyo. Kwa hiyo ukasave na ukapata pesa yako. Baada mwisho wa siku tukamaliza kazi tukawa tumetoka. Hiyo wewe imekufundisha nini? Yaani imekufundisha nini kwamba nini umejifunza kutokana na hicho kitendo kwamba mlichaguliwa 2 na bado mkaingia kwanza kazi 2 na mwenzako akatolewa kwa sababu ya kumisbehave kwa simu tu? Wewe kimekufundisha nini? Imenifundisha jambo la kwanza, ukienda sehemu wanasema kwamba jifanye mjinga ili siku iishe. Jambo la kwanza hilo la kujua. Jifanye mjinga ili siku iishe na upate ujira wako. Cha pili ambacho umejifunza. Nadhani cha pili ni kuwa tu mpole. Maana unaweza kuwa umepata kazi afu mwisho wa siku ukajifanya mjuaji ukakosa kazi. Nadhani kwangu imekuwa siku ya baraka sana. Kuna kitu umejifunza. Ndio. Nadhani kwa jinsi ambavyo Joshua ametoa story yake, ni story ambayo
wengi hivi vitu vinawapita pembeni. Kwa hiyo kijana ambaye unaendelea kuyatafuta maisha, kuna vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwa ambao wameshapitia, kwa sababu mimi na kitu kimoja wao anasema, kama inawezekana kulearn from somebody else's mistake, inakuwa rahisi sana wewe kucorrect. Sio kwamba ni lazima kitu kimeshafanyika wrong na wewe unataka ufanye tena wrong. Yaani kama mtu kashakosea na unaona kwamba kumbe pale pakifanyika vile ni kosa, una haja na wewe kulitenda kosa lile lile. Kwa sababu issue za simu sasa hivi zimekuwa changamoto sana kwa vijana. Simu kweli ni resource nzuri sana, inaleta pesa, inaleta mawasiliano karibu, lakini watu wengi inawaangusha. Hebu angalia sasa. Mtu alipata neema kabisa, ni Mungu alimfungulia kwamba hivi kati ya watu wote 12 nimekuchagua wewe. Kachagulia, lakini ona shetani alipokuwa wa ajabu. Kamtengenezea mazingira, kaacha kazi. Kwa hiyo kazi ni ya muda mchache, na kwa sababu sasa hivi kazi zinapatikana kwa shida. Ukipata kitu cha kufanya, hebu kuwa mpole kama alivyosema Joshua. Tazama mazingira, simu ni ya kwako. Anytime ti utaitumia. Hauna sababu ya kuitumia wakati unafanya kazi fulani. Nadhani hapo tumejifunza wote. Na mimi ninaomba sana vijana wangu. Kweli simu zina mambo mengi, lakini kuna mahali ukifika, hebu switch off simu yako. Sikiliza unachoelekezwa. Ni kitu cha muda mfupi, then utaendelea na mambo yako, ili uweze pia kutunza thamani yako, lakini kugrab ile opportunity ambayo wewe umeitiwa kwa wakati huo. Mungu ana njia nyingi sana za kutubariki. Kwa hiyo unapoona baraka inakuja, usimruhusu shetani kuingilia baraka yako. Kijana kanyakuliwa baraka mkononi, kwa hiyo baraka kabakia nayo Joshua, amepata kitita chake na sasa hivi ana enjoy. Mimi nawashukuru sana kwa muda huu. Naomba tutakutana wakati mwingine nikiwa na kijana mwingine ambaye atawapa stories za university na jinsi ya kunavigate kwenda mtaani. Tunaendelea kujifunza, tunaendelea kuwalea vijana waendelee kukua, wawe watu bora zaidi kwa ajili ya manufaa ya taifa hili, nchi yetu pamoja na dunia, lakini zaidi kwenye familia zao.